Karibu sana Focus. Asante sana. Uko vizuri? Niko poa kabisa. Focus Jewelry. Tunasema hilo ndio jina letu la biashara. Yes. Brand. Brand name ya biashara. Tunatamani kuifahamu safari yako Focus. Ulivyoanza mpaka leo kufika hapo ulipofika. Ilikuwa ni safari ya aina gani? Okay, swali zuri sana umeniuliza ndugu. Safari ya biashara hii kwanza ilikuwa ni matamanio. Niliona fursa ya watu ambao hawaendi vile mapambo wanavyotakiwa kuwa. Ndio wazo likaanzia hapo, nikatamani kufanya biashara hii ya mapambo. Kwanza msukumo mkubwa uliotokana na ndani ya kwamba naona watu walio wengi kwenye staili za mapambo hawaendi vile inavyotakiwa. Na hapo sasa unazungumzia mapambo gani? Mapambo ya heleni, cheni, saa, pete, bracelet, vitu kama hivyo vyote ni mapambo. Sasa kwa hiyo kwa kipindi hicho wakati naanza unakuta umeenda labda tufanye kwenye matukio aidha kwenye sherehe au kanisani, kwenye matukio mbalimbali. Vitu alivyovivaa ni vitu ambavyo havistahili kwa maeneo yale. Yaani umechanganya. Kwa watu ambao hawajui mapambo haya, kuna mapambo unaweza kuvaa kwa ajili ya kulala. Kuna mapambo kwa ajili ya kanisani, kuna mapambo kwa ajili ya maeneo husika. Sasa wewe unaenda ofisini umevaa mapambo ya sherehe. Yaani umevaa heleni hii hapa, heleni na nini. Kwa hiyo sasa nikaona kwanza niingie kama fursa ya kufanya biashara. 2, niingie kama sehemu ya kutoa elimu, kuwafundisha baadhi namna ya kuweza kuvaa mapambo hayo. Na umesema kuna hereni, cheni, saa za mkononi. Saa za mkononi. Pete za urembo na za ndoa. Alafu kwenye cheni tuna kategori nyingi. Kwa watu ambao hawajui, kuna cheni za kichwani, shingoni, kiunoni, miguuni na mkononi. Hiyo ni cheni. Sawa. Wakati ulianza vipi? Nikiwa na maana ulianza na mtaji wa kiasi kadhaa ukafungua duka, au kuna namna ambayo ulianza hadi kufika hapo ulipofika? Wakati naanza sikuanza na mtaji kabisa. Nilianza kwa kufanya kuwinga kwenye maduka mengine. Ulikuwa winga manake? Yes. Nilikuwa winga wakati natafuta kujitafuta ili niweze kujipata kuweza kuanzisha biashara hii sasa iwe biashara endelevu na kubwa kama ilivyo sasa. Nilianza kama winga, ambacho nakifanya mimi nawavalisha watu. Una tukio, una sherehe, una nini, mimi nachokifanya nakuja nachukua, naenda kwenye maduka na winga, nachukua cheni, heleni, kama ni mama au mdada, kwa mkaka pia namtafutia saa nzuri, inamkaa vizuri. Ikaanzia hapo nikajikuta naingiza kipato ambacho nilikuwa na save kwa ajili ya kuanzisha biashara hii. Na baada ya hapo kutoka kwenye winga sikuenda kwenye duka direct. Kuna vitu vinaitwa vigoli. Vigoli ni viduka vile vidogo sana. Nikaanzia hapo kwenye viduka vidogo Kigoli. Baada ya hapo nikakua mpaka nikafikia hapa nilipo. Na kwenye winga ulidumu kwa muda gani? Winga nilidumu kwa miaka 2. Maana ulikuwa unachukua tu, unatangaza bidhaa za wengine, unachukua unaenda kuwapelekea wateja. Na ilikuwaje? Yaani hali ilikuwaje ulipokuwa winga? Nilipokuwa winga, kwanza kitu ambacho natakiwa kijue ukiwa winga, unapaswa kuwa na sifa moja ya uvumilivu. Kuna sometime unaweza kuchukua bidhaa unampelekea mteja, anafikia pale ni aidha ichukue au kutamailisha. Sasa na kule dukani kuna aina mbili. Kuna ambao wanaacha dhamana kama bidhaa aidha kwa sababu unaona kesho unaweza kaacha labda simu, kama mjazoeana, au umeacha pesa yako kule umelipia, unafika kule biashara haijafanyika, maana yake imekuwa yako hiyo. Ni changamoto ambayo mojawapo, kama hauko mvumilivu unaweza ukakata tamaa safari yako hiyo. Kitu kingine ni ile unavoenda kujielezea kwenye maduka for first time kama hawakujui. Wewe unataka bidhaa moja, unalazimishwa kuuza bei ya jumla. Sasa unakuta kwenye maduka leo mengi wameweka utaratibu kwamba wanauza jumla labda kuanzia bidhaa aidha 6 na kuendelea. Sasa wewe unahitaji kabisa moja kwa mteja wako huyo. Changamoto inaanzia hapo.
Anaitwa Focus Samuel huyo. Ni mjasiriamali alijikita zaidi katika biashara ya mapambo, na leo tunazungumzia kuhusu biashara hii na fursa zilizopo ndani ya biashara hii. Kama una swali, una maoni, karibu sana 0756550066 0756550066. Unaweza kuitumia namba hiyo moja kwa moja ukapiga simu hapa tukazungumza sisi pamoja nawe ambao unatufuatilia kwa wakati huu. Sasa Focus, huwa unachagua vipi bidhaa kuona kwamba hereni, cheni au saa kwamba inapendwa zaidi sokoni ili zisikae sana, kwa maana ukiwekeza pesa izunguke chap kwa haraka ukachukua mzigo mwingine? Swali nzuri sana. Namna kuchagua bidhaa kuna aina mbili, kama sio tatu. Moja, kuna ile trending inayoenda kwa sasa. Fashion, unajua sisi watu wa mapambo ni watu wa fashion. Kuna trending ambazo zinaenda, unajua kwa wakati huu ni hot, inapendwa sana. Hiyo lazima. Selection namba 2 inakufanya ili uchague ni yale mahitaji ya wateja wako, wale ambao unawadili nao kila siku. Wale wanakupa selection ya wao wanataka nini. Na selection ya mwisho ambayo ni ya tatu, ni wewe unaangalia kulingana na uzoefu wako wa kudumu muda mrefu kwenye biashara hiyo, unavyoingia kuchagua bidhaa hizo, labda cheni, hereni, pete. Ukiangalia tu hii unaona hii bidhaa sijawahi kuileta, lakini kwa namna ninavyojua soko langu, namna ninavyojua wateja wangu, hii bidhaa itakuwa kwao, itakuwa nzuri, wataifurahia, wataipenda, wataichukua. Okay. Na kuna mbinu zozote ambazo unatumia mathalan kumshawishi mtu aamini unachokifanya kwamba ni bora? Yes. Mbinu kwa maana ya mteja ananunua moja au mteja anahitaji kufanya yeyote yule. Okay, nianze na kwa mteja. Kwa mteja kumshawishi ni vile unavyokiona wewe. Yaani kwanza inaanzia ndani yako. Kukupenda na kukijali. Unaanza kumwambukiza yeye. Unamwambia hii hereni ukivaa, na unamvalisha kabisa, najiangalia, unampa fact kwamba hii utapendeza, utakuwa hivi na hivi, na yake jiona na yale maelezo unampa, anaanza kufeel yes kwamba napendeza, niko vizuri, niko confidence. Na kwa mwanaume kimvalisha saa hivyo na hivyo, na kwa naifanya jumla sasa, kwa maana ya biashara sasa, nguvu unamfundisha na yeye ili aweze kuiamini ile biashara na bidhaa ni nzuri na ni bora, ni unampa maelezo ya uhakika kuhusu garantia ile biashara. Garantia ya bidhaa, kwa maana ya unajua hizi biashara zetu za mapambo zimegawanyika katika engo kama 3. Kuna zile bora wa chini, wakati na wa juu. Maana yake sisi tunavodili na ubora wetu ni ubora wakati na juu. Kwa hiyo tunakupa garantia kwamba wewe ukichukua hii utamuuzia mteja, hutapata kesi. Kesi zilizo kwa nyingi kwenye biashara yetu ya mapambo ni yule umemvalisha hereni, mara masikio yamejaa maji, yamevimba, amepata allergy, amekaa siku moja tu ametembea imepauka. Sasa kwa hiyo changamoto unazogopa walio wengi ni hizo. Na ile inatokana na nini ile? Kwa wale wanaopata allergy, kama ulikuwa hujui na wewe kama unanitazama na sumbuliwa na allergy, cha kwanza kinachosababisha allergy, wakati unapotoboa masikio, hereni iliyotumika kwa kutoboa masikio ikiwa ni ya ubora wa chini, ile rangi huu inatoka, inabaki kwenye sikio ndani. Ile ndio inaanza kutengeneza maji na kutengeneza na allergy. Kwa hiyo ukitaka kuepuka hiyo, samahani, shikilia hapo hapo bwana Focus. Tupokee simu ya Bakari kutoka Manyara, halafu utaendelea ulipoishia. Habari ya asubuhi bwana Bakari. Nzuri bwana mtangazaji, habari za ITV? Salama kabisa kutoka Manyara, karibu sana. Asante, nimeona kipindi kinaendelea, nimemwona bwana Focus. Ndio. Asante. Habari za ITV? Salama kabisa. Naam. Bwana Focus umemwona bila shaka? Niko nayo live moja kwa moja. Lete maneno. Una swali au una maoni? Mimi nina swali kwa bwana Focus. Ndio. Naam, zungumza, usijisikilize kupitia televisheni yako. Nisikilize mimi kupitia simu. Swali langu ni kwamba ni kweli bwana Focus amefanikiwa katika biashara ya mapambo kwa kiwango kikubwa. Sisi tuko kijijini, kwa hiyo nitaka sawa. Haya, naona unajisikiliza ndugu yangu Bakari, pole sana.
Tuendelee tulipoishia Bwana Focus, kwamba ili kuepukana na hiyo hali ya kuvimba kwenye sikio. Okay. Ili kuepuka na hali ya kuvimba kwenye sikio, kwa wale ambao wanatoka vinyama huko, moja, wakati unatobolewa masikio, ukikosea staili ya kutoboa, yule anayekutoboa akagusa baadhi ya mishipa, ndio inaanza hivyo vinyama kutoka. Na allergy, kwa wale ambao wanasumbuliwa na allergy kwa ufupi tu, kwa wewe ambao ukivaa aidha heleni au cheni unawashwa, hiyo ni dalili ya allergy moja kubwa sana. Kwa hiyo kinachofanya wewe uwashwe aidha heleni umevaa au cheni ni ile rangi ile kwenye ile cheni, ikiwa inaanza kutoka inakusababishia wewe ule mchanganyiko wa rangi na jasho unaanza kukuwasha, utakutoa hayo mapele, na ukiwa umevaa heleni sikioni litaanza kuwa na maji. Kwa hiyo sasa, njia rahisi ya kufanya, epuka kuvaa heleni na cheni za bei rahisi sana. Kuna hizi heleni unavaa za masaa, tunasemaga ni za masaa. Ukitoka mwendo huu wa kilomita 1 ile heleni atakuwa itupe. Sasa ile rangi mara nyingi zinaishega kwenye masikio yao na kwenye ngozi yao, zinaanza kuwawasha na kupelekea hizo allergy. Kwa hiyo material iko sio nzuri, material sio nzuri, yako chini, na ndio maana nimeweka kwenye madaraja matatu ya mapambo haya, cheni na heleni, kwa maana ya ubora wa chini, wa kati na wa juu. Kwa hiyo wewe unayevaa ubora wa chini, kama una hizo allergy achana nazo. Kuna ambao wamejaliwa, anaweza kavaa ubora wa chini na hawashi na hasumbuliwi na chochote kile. Yuko vizuri. Yuko vizuri. Sasa kuna baadhi ya picha za kazi zako zilikuwa zikipita hapa. Yes. Tueleze sasa tunachokiona hapa. Okay. Hapo unaiona ni muonekano wa ofisi yetu, duka letu, ambalo ukifika dukani kwetu hapo utapata heleni aina zote. Tuna seti kwa maana ya cheni na heleni. Tuna crutch, kwa wewe unaipata mtoko wa usiku, wewe mdada, wewe mama, vitu kama hivyo. Kama hizo sauna unaziona hapo ni za kiume na kike, utazipata. Lazima boreshe mkono wako, uwe imara. Usiwe umekaa tu hivi. Tunasema mkono usiwe chukuchuku. Pia kama unavyoona hapo kwenye marejeo, ukifika dukani kwetu pia tunatoa ushauri wa namna ya wewe kuanza biashara, changamoto unazozipitia kwenye biashara tunaweza kukusaidia. Okay. Maana ni mengi sana yanayotokana na biashara. Hapo hizi saa hizo ni za kike na kiume. Kike na kiume. Sasa mimi kabla sija kuuliza swali kuhusiana na mambo ya ushauri ambao mnaotoa kwa watu ambao wanataka kuanza biashara, kuifahamu hii saa ya kike, hii saa ya kiume ni vipi yani? Tunaweza kuzifahamu? Swali zuri sana na ni rahisi sana kuzitambua. Kuna engo mbili. Engo ya kwanza ni kwenye size. Kuna zingine size ni ndogo sana, kwa maana ukikaweka mkononi kikaangalia tunaona kaka kike. Wanaume tumezoea labda size hii kubwa. Size nyingine, alama nyingine ya kuziangalia ni ming'ao. Kuna zingine saa unakuta zimewekwa nakshi na mapambo kwa ajili ya kike. Ukiweka tu mkono unaona hii sio yangu, hii sio ya kwangu. Ngoja tupokee simu ya Patrick kwanza. Habari ya asubuhi Bwana Patrick. Salama sana. Karibu, kutoka wapi Bwana Patrick? Mimi niko mkoa Geita. Haya, karibu sana kutoka Geita. Una swali, una maoni kwa Focus? Salama. Karibu sana. Mimi Patrick niko mkoa Geita, wilaya ya Chato, manispaa ya Katoro. Ndio. Nilikuwa nataka kujua jinsi biashara hiyo ya urembo inavyoenda, kwa sababu mimi nimeingia kipindi sijajua mada inaendaje, na pia nilikuwa nasikiliza jinsi ya ushauri wa hiyo bidhaa ya urembo, kisa cheni nini. Na kuna muda tutakutana na watu wamevaa cheni tofauti, tunashindwa kujua kwamba material yake yanakuaje, na kuna muda unavaa cheni unashangaa imekwatuka. Hapo inakuwa ni nini? Cheni imepasuka? Imekwatuka. Aha, okay. Haya, una uhakika ulifunga vizuri hiyo cheni? Hiyo cheni ilifunga vizuri. Aha, haya, asante sana. Ana maswali mawili huyu Patrick kutoka Geita. Kwanza anataka kufahamu
biashara hii, soko kwa ujumla wake lilivyo, kama nitakuwa nimemuelewa vizuri, lakini pia akatolea mfano wa cheni kupachuka inasababishwa na nini, na nimemuuliza hapo, una uhakika kwamba ulifunga vizuri? Kasema naam. Okay. Nikianza swali la Patrick la kupachuka, nadhani alikuwa na maana ya kupauka kama sijamuelewa vibaya. Nimekupa mifano ya grade 3 za aina hizi za cheni na hereni. Kuna huu ubora wa chini kabisa. Wewe unapovaa huu ubora wa chini na hilo ulioweka hapo ulionunua, of course huwa ni ndogo sana. Kwa mikoani walio wengi wanapelekewa hizo bidhaa za bei ndogo kulingana na mazingira ambao wanawazunguka walio wengi. Sasa ile akinunua kwa hela ndogo anataka idumu kama hizi za bei kubwa. Kwa hiyo kwa faida ya wengine, unapoenda kununua bidhaa ya cheni, mapambo ya hereni au saa, uliza ni English Gold? Akisema yes, muulize grade gani? Na akupe uhakika. Huwezi kuvaa mwezi mmoja hereni au cheni imepauka. Hiyo sio English Gold. Hiyo umepewa ubora wa chini na hiyo hali itatokea. Na the more inavyoenda kwa dalili tu kujua hii ni English Gold au sio English Gold. Baada ya ukivaa, kama ilikuwa na rangi ya gold, itarudi kuwa silver au itakuwa rose gold, gold nyekundu. Sasa ndo nimefika pale kwa mara ya kwanza. Okay. Na nimemuuliza hilo swali kwamba hii ni English Gold, akanambia yes. Grade gani? Akanipa grade fulani. Najiridhisha vipi? Pengine mimi sina ninachokijua kuhusu mapambo. Kwa ukienda kwa mara ya kwanza, kiukweli kabisa tunahitaji kuwa na wauzaji ambao ni waaminifu. Kwa wewe ambaye huzijui hizi rangi, hujawahi kuziona, mara nyingi tunazitofautisha kwa rangi. Ukiangalia mng'ao wake, yani ukiona ilivyokoleza yake, yani koleza yake ilivyo ya bei ndogo, inaonekana ni yani haina maisha. Yani ile gold yani yatia maji yani ukizifananisha, kishika hii inavongana, hii inavongana, tofauti kabisa. Okay. Yeah. Kuna namna ambavyo watu wanajaribu hizo cheni au hereni, wanazisugua kwenye visponge. Sijui kama ulishakutana hao wateja. Wanavisugua kama kujiridhisha vinapauka au vinachunika. Hiyo sijawahi kuona, lakini kwa wao wanaosugua hivyo, mara nyingi wanachokiona yani kwamba ile rangi ibanduke au haibanduki. Mara nyingi tunazofanyaga hizo test wanafanyaga kwenye hizi pure gold na silver. Mara nyingi wanafanyaga hiyo test ya kufanya hivyo. Okay. Lakini kwa hiyo fupi tu lazima uone hizo changes. Umezungumzia kwamba mnatoa elimu kwa watu kuhusu biashara hii ya mapambo. Tumzungumzie mtu ambaye ana malengo ya kuingia kwenye biashara hii. Anatakiwa kuanza vipi? Okay, hapo niongelee watu wa aina mbili tu kwa ufupi. Kwa maana ya winga ambaye hana mtaji na mwenye mtaji sasa anataka kuinvest kama biashara kamili. Sasa kwa wewe ambao unataka kuwekeza kama mtaji kama biashara kamili, kwanza hii biashara inaangalia location ambayo unaitarget. Lazima utarget watu wanaopita kwa wingi sana, ni wamama au wanawake. Ndio tunaotarget sana kwenye mapambo. Unajua rahisi sana kumuuzia kati jinsia ya kiume na kike kwenye mapambo ni wa kike. Yes, kwa hiyo wewe, kwa maana hiyo hata wewe wateja wako wengi ni wa kike, ndio wengi sana. Na ndio rahisi wao kumconvince kuchukua hata hela ya mboga kwa ajili ya mboga akanunua hereni. Lakini wa baba kumshawishi nunue saa hela ya ada hawezi. Kwa hiyo cha kwanza unaangalia mazingira, location ambayo unataka kufungua ofisi yako hiyo. Iwe na movement ya watu hao ninakutajia, jinsia ya kike au ya kiume. Kama utakuwa umejikita kwenye mchanganyiko kama tunavyofanya sisi, kuuza za kike na za kiume, unahitaji audience kubwa sana ya jinsia ya kike. Mbili, inatakiwa ufanye utafiti, yani upate elimu ya kutosha. Unajua biashara zilizo wengi, ukiingia kwa mihemko, kwa kuona hizo kwenye mitandao au kuona watu wanafanya, ukatamani au kufanya vile wanavyofanya bila kupata elimu ya kutosha kuhusu biashara hiyo, itakushinda na itakufanya uichoke, itakukalisha tamaa sana. Na ndio maana sisi kwa mtu anayekuja ofisini kwetu kama anahitaji kuanza biashara, hatumuuzii tu bidhaa, tunaanza kumpa elimu kwa maana ya mpangilio, kwa maana ya namna atakavyouzia na kuwashauri watu wengine, ili iweze kuwa rahisi na yeye kwenda mbele, simchoshe biashara hiyo.
Yeah. Okay. Uliwahi kukutana na nini kwenye biashara hii ya mapambo mpaka ukaona pengine mbona kama na sioni mwanga hivi mbele, ukatamani pengine kuacha labda na kufanya shughuli nyingine? Yeah, wakati naanza hii biashara changamoto moja kubwa ambayo tulikuwa tunaipata nikiwa sijaanza kuuza hizi unajua mwanzo kuna ile pressure kwa kubwa, hauna mtaji wa kutosha. Yeah. Unaanza na bidhaa za chini. Sasa zile kitu unayemuuzia kesi zinakuwa ni nyingi, anaenda narudi, analalamika, umeniuzia kimefanya hivi, imefanya hivi. Ya unajikuta mbona kila siku nikienda dukani, ile moyo wa kwamba unaenda kwa kazini unaanza kupungua. Unajua nikienda na kukutana na kesi na kelele, na uzuri wao wenzetu wa kike hawa malalamiko yao yanakuwa ni makubwa kwa sauti. Mziki wao unakuwa sawa kitu. Kesi zilizokuwa zinatokana na ubora wa bidhaa zilizokuwa naziuza kwa awali ulinifanya nikawa naanza kuichukia biashara. Okay. Yeah, lakini baadaye nikatulia nikasema kuna namna naweza nikabadilisha biashara hii, nikaachana na hizi bidhaa za kesi, nikaanza kufanya biashara ambazo nitaendelea nao kama marafiki sasa. Sawa kabisa. Yeah. Umesema wateja wako wengi ni wanawake. Ugumu wa kufanya kazi na jinsi hii ukoje? Ugumu wa kufanya kazi na jinsia ya kike, cha kwanza kama wewe sio mvumilivu, yani kwa maana ya kuwasikiliza, wape muda, biashara itakushinda. Ni watu ambao wanahitaji kupewa muda, akija jielezee, uwe comfortable, umsikilize, umsifie, umshauri vitu ambavyo atahisi ni sahihi. Cha kwanza kama huna muda na huna uvumilivu kwenye hii biashara ya urembo itakushinda tu. Yeah, usiingie ukiwa na kisilani. Kwa kweli hiyo usiingie, utapoteza wateja wengi. Manake wewe una kisirani halafu nakutana yeye pia na kisirani chake. Na kingine ambacho watu hawajuagi, na of course ni kwenye biashara hizo nyingi. Unapoenda dukani, wateja wanapokuja unakutana na wateja mbalimbali. Kuna mwingine ametoka huko ana makasiriko yake ambao ametokana na familia, barabarani ni vingi, uchovu, anakuja ana hasira. Sasa yeye akija na hasira na wako ana hasira, hamtafanya biashara. Kwa hiyo sasa, kwa hiyo wewe unawafanyaje yani? Ambacho mnaelewana. Ninachokifanya kwanza, lazima usome saikolojia ya wateja. Akiingia tu hivyo namuona huyu leo alivyokuja huyu au wa moto. Kwa hiyo sasa hapo unajitahidi kumuondoa ile mood yake, umweke kwenye mood ambayo itaendana na biashara unayoifanya sasa. Aweze kukusikiliza na wewe umsikilize, uweze kumsaidia, ujue anahitaji nini, cha kufanyia nini. Kwa hiyo ushauri unakuwa ni mwingi, unamfanya yeye anakuwa normal mpaka unachukua hela yake. Rahisi kabisa yani. Utumii nguvu sana. Utumii nguvu sana. Saikolojia tu ukisoma. Saikolojia ukijua ni rahisi sana. Mawasiliano yako na unapatikana wapi? Mawasiliano yetu ni 067 2026 mwisho 296, 067 2026 296. Tunapatikana Kariakoo, mtaa wa Kongo na Agrey. Ukipiga namba hiyo itapatikana, itapokelewa, na ukituma message pia kwa WhatsApp inapokelewa, itajibiwa. Ukituma na mokolo pia message ya kawaida itajibiwa. Ukihitaji kunipata mimi, maana ukipiga namba hiyo utapokelewa na timu yetu ya Focus Jewelry ambayo iko dukani masaa yote. Watakuhudumia. Kama utahitaji kunipata mimi, utapatikana pia. Kwenye Instagram ni Instagram, Facebook, TikTok tunatumia Focus Jewelry, na ukiingia hata YouTube pia utatupata kwa jina hilo la Focus Jewelry. Asante sana Focus. Asante pia. Anaitwa Focus Samuel, ni mjasiriamali huyo kutoka Focus Jewelry. Asante sana kwa muda wako mtazamaji wa ITV. Mimi ni Halfan Abdul Qadir na leo tulizungumzia biashara ya mapambo na kutakia asubuhi njema.